Jua movie inayoitwa Polygamist ni movie ambayo imeingia katika vichwa vya watu kwa sasa hivi. Ni movie inayozungumzwa sana, inayoelezewa sana na inayopendwa sana na wanawake. Unaweza kujiuliza kwa nini wanawake waipende hii movie sana? Kwa sababu imebeba agenda ya kuwafeva wao. Yaani inawatetea sana wao. Mwanamke aone hakuna umuhimu wa ndoa. Mwanaume aone hakuna umuhimu wa kuwa na ndoa. Mwanamke aone hata nikiwa sina mwanamume nitakuwa na mtoto. Ni movie ambayo imeingia kwenye headline ya 3 bora za movie za Netflix duniani. Imetengenezwa na raia wa South Africa, yani Afrika ya Kusini. Ilishagawahi kutoka huko, lakini kutokana na mchakato wa wenyewe wameiona ni movie bora zaidi kwa sababu ya agenda iliyobebwa mle. Ili uweze kupata sifa ya kupeleka movie yako ioneshwe katika Netflix, lazima iwe na mpango madhubuti wa kupromote agenda tofauti na jamii ambayo inavyotakiwa kuishi. Uwe unapromote ushoga, unapromote kumkataa Mungu, inapromote kumbeba mwanamke, inapromote katika kumdidimiza mwanamume. Mwanamume aonekane si chochote. Movie yako ikiwa na hivyo vitu, wanaweza wakaiposti na ikaoneshwa katika masoko mengine ya movie. Ndio maana wanajitahidi sana kutoa movie kali sana na bora nzuri Netflix, ili kubeba na kuzikontrol akili za mwanadamu. Yani akiona movie ile asitoe jicho lake. Wanatengeneza movie hizo ili kupromote agenda zao. Unaweza kukuta movie moja ina shoga moja au ina mwanamke mmoja na shiriki mapenzi ya jinsia moja, au kumkufuru Mungu, au chochote kile ambacho jamii inakipinga, lakini wao wanakipromote kwamba ni muhimu tukiishi na tukifanya. Kwa hiyo Polygamist, kwa nini unajiuliza kwa nini naongea sana kuhusu hiyo? Kwa sababu unaona ambacho kimo humo. Je, mwanamke anaonekana kwamba ndoa ni muhimu? Mwanaume anaona kwamba ndoa ni muhimu humo? Hapana. Inaonyesha kabisa mwanamke anaweza kabeba mimba hata pasina mwanaume. Anaweza kuwa single mother, na hilo jambo likawa la kawaida na zuri. Kwa hiyo Polygamist